Ndugu waandishi wa habari, habarini za asubuhi. Naomba niwakaribishe wote katika makao makuu ya chama hapa jijini Dar es Salaam. Kwa wale ambao mnatuangalia kupitia viunga vya TV, stesheni zetu za chama, lakini pia kupitia social media. Naomba niwape taarifa kuwa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu, Kamati kuu ya chama ilitoa maazimio kuwa tutafanya uchambuzi wa hotuba ya tume ya Jaji Chande, na hiyo hotuba leo ataichambua Dr. na mwanasheria wa chama Dr. Nshala. Hivyo basi bila kusema mengi, naomba nimkaribishe mwanasheria mkuu wa chama taifa Dr. Nshala. Karibu na uzungumze na Watanzania. Asante sana. Napenda kuanza kwa kusema kwamba mnamo tarehe 28 mpaka tarehe 29 Aprili 2026 Kamati Kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ilikutana kwa mara ya kwanza kutokea kuondolewa kwa zuio haramu na batili lililokuwa limewekwa dhidi ya Chadema na Jaji Hamidu Mwanga kupitia kesi ndogo namba 8960 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na Saidi Isa Mohamed, Ahmed Rashid na Maulida Ana Kom. Wakati kiendelea na kikao chake mnamo tarehe 28 ya mwezi wa 4 2026, Kamati Kuu ilipokea taarifa ya kufariki kwa Maulida Ana Kom na hivyo kuifanya kesi hiyo kubakia na walalamikaji wawili. Zuio hilo haramu lilisababisha Chadema kushindwa kufanya kazi kwa siku 309 hadi ilipoondolewa na mahakama ya rufaa kupitia kesi za mapitio namba 1, namba 2, namba 3 na 4 za mwaka 2026. Zuio hilo liliwekwa kwa makusudi kabisa ili kuzuia Chadema isifanye shughuli za kisiasa katika mwaka wa uchaguzi mkuu. Kutolewa mnamo tarehe 14 Julai 2025, naibu msajili wa Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam aliandika barua yenye kumbukumbu namba shauri dogo namba 8960/2025 ikionyesha kuwa amri hiyo iliwagusa na kuwabana viongozi na wanachama wote wa Chadema, kitu ambacho kwa kweli hakikuwa kweli. Matokeo yake mamilioni ya Watanzania ambao ni wanachama, wafuasi na wapenzi wa Chadema, ambacho ni chama kikuu cha siasa nchini, walinyimwa haki ya kufanya siasa ambayo ni haki yao ya katiba inayohakikishwa kwa mujibu wa ibara ya 20, 21, 29 mpaka 29 na 2 na 5 za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni ibara ya 29, ibara ndogo ya kwanza na ya pili, pamoja na ile ya ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kabla ya hapo, mnamo tarehe 9 Aprili 2025, mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu alikamatwa huko Mbinga, Ruvuma, na siku iliyofuata tarehe 10 mwezi wa Aprili 2025 alifunguliwa kesi 2 za jinai, ikiwa ni pamoja na kesi kubwa kushinda zote katika nchi yetu ya uhaini. Hadi Kamati Kuu inakutana, ndugu Lissu amekuwa nguvuni katika gereza kuu la Ukonga kwa mwaka mmoja na siku 22. Kamati Kuu inasema kuwa kitendo cha tume ya Chande kutaja vyanzo vya matukio ya Oktoba 2025 kuwa ni madai ya muda mrefu ya katiba mpya na mifumo mibovu ya demokrasia, yani ule uchaguzi, ukosefu wa ajira, utekaji na utendaji usioridhisha wa taasisi za umma, na baada ya kutaja vyanzo hivyo ikaachana navyo na ikajikita kuongelea vile ilivyoviita vichocheo, ni ushahidi wa kukosa kabisa umakini, kwani vyanzo hivyo ndivyo msingi mkuu wa madai ya wananchi kwa zaidi ya miaka 34, na ulipofika muda wa uchaguzi viligeuka kuwa vichocheo kwa wananchi. Wale ambao walipuuza madai hayo kwa kila aina ya mbinu katika kipindi chote hicho ndio waliosababisha madhara yaliyotokea. Kamati Kuu inaona kuwa vichocheo halisi vya migogoro vilikuwa ni kasoro za msingi katika mfumo wa uchaguzi, zikiwemo madai ya uporaji wa kura, ukosefu wa uwazi katika usimamizi wa uchaguzi, pamoja na matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vyombo vya dola dhidi ya wananchi waliokuwa wakidai haki zao kwa amani. Katika mazingira haya, kauli za kisiasa zilikuwa ni dalili za tatizo, si chanzo chake. Chadema inasema ilikutana na Samia Suluhu Hassan tarehe 22 Mei 2022 na kumweleza kasoro kubwa katika mfumo mzima wa uchaguzi wa nchi yetu, na hii ni kutokana na chaguzi haramu za mwaka 2019 na 2020 ambapo Tume ya Taifa ya Uchaguzi na TAMISEMI ziliwaengua wagombea karibu wote wa upinzani.
Chadema ilimweleza kwa uwazi kabisa kuwa katika uchaguzi wa mkuu wa mwaka 2020 wagombea wengi wa vyama mashindani ikiwemo Chadema walienguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa kwa muda wote tokea mwaka 92 hadi mwaka 2025 serikali ya CCM ilikuwa ikikwepa kufanyika kwa mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi kama ambavyo ilipendekezwa na Tume ya Jaji Francis Nyarari, Tume ya Jaji Robert Kisanga na Tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Tume hizi zote tatu zilichambua kwa makini katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria za uchaguzi pamoja na za vyombo vya ulinzi na usalama na kupendekeza mabadiliko ambayo yatahakikisha kuwa Tanzania inauishi na kuufuata kwa dhati mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Serikali zote za CCM za kuanzia wakati huo zimekataa kwa visingizio mbalimbali na kikubwa zaidi ikiwa ni ufupi wa muda kuelekea uchaguzi mkuu. Ukweli ni kuwa CCM haijawahi kukubali mfumo huu wa vyama vingi kwa dhati na imekuwa ikifanya kila aina ya udanganyifu na upotoshaji wenye lengo la kukataa kufanywa kwa mabadiliko ya kweli ya katiba ya nchi yetu na sheria zake za uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Watanzania wakumbuke kuwa mnamo Septemba 7, 2017 ndugu Tundu Antipas Mghwai Lissu alikuwa mnadhimu wa kambi ya upinzani bungeni. Alipigwa risasi 16 mwilini mwake na kulazimika kukimbizwa hospitali kuu ya Dodoma, hospitali ya Nairobi, Kenya na baadaye hospitali ya Ruven kule Ubelgiji. Hadi leo hii serikali ya CCM imekataa kufanya uchunguzi huru wa wale waliohusika na unyama huo pamoja na vitendo vyote vinavyokiuka kabisa ibara ya 14 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Pale serikali inapokataa kufanya uchunguzi dhidi ya tishio la uhai wa mtu, inakuwa imekiuka msingi mkuu wa watu kukaa katika nchi moja, ile inaitwa social compact. Inamaanisha serikali inaona uhai wa watu fulani ni bora zaidi kuliko wa wengine na kuwa uhai wa wale wanaoikosoa si wa muhimu. Mnamo mwaka 2018 na 2019 kauli za ajabu na za kutisha zilitolewa na aliyekuwa katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali na Rais John Pombe Magufuli. Bashiru Ali alinukuliwa na akisema kuwa CCM itatumia dola kubakia na dola, kwani haipo tayari kugeuka kama vyama vya KANU ya Kenya na UNIP ya Zambia ambavyo vilipoteza madaraka na kushindwa na vyama vya upinzani. Aidha, kati ya mwaka 2018 na 2019 Rais Magufuli aliwaambia wakurugenzi wa wilaya ambao pia ni wasimamizi wa uchaguzi kuwa watakao mtangaza mpinzani kuwa ameshinda wataenguliwa. Kana kwamba haitoshi, makada mbalimbali wa CCM na wakuu wa wilaya wajitokeza hadharani na kutoa kauli zinazothibitisha mikakati na mipango ya matendo maovu ya kuvuruga uchaguzi, kuwateka na kuwaua wapinzani yanayofanywa na CCM. Kule Ngara, mwenyekiti wa UCCM mkoa wa Kagera mwaka 2023 alinukuliwa akisema, jeshi la polisi tukiwapoteza wanaomtukana rais msiwatafute. Aidha, aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Loliondo Arusha Marco Henry Ngumbi aliwahutubia madiwani wa wilaya ya Longido na kuwaeleza wazi kuwa madiwani hao wote walishinda mwaka 2020 kutokana na nguvu ya serikali na si kampeni zao. Vivyo hivyo, Nape Nnauye ambaye mwaka 2014 alisikika akiwa mwaka 2024 alisikika akiwa Bukoba kuwa kuna namna nyingi za kushinda uchaguzi kwa njia halali na njia haramu, na kuwa ukitumia njia haramu baadaye unaenda unatubu. Kule Arusha, kiongozi mmoja wa UVCCM alisikika akinazi katika mkutano wa CCM mkoa wa Arusha kuwa yeye ndiye alikuwa kiongozi wa chinja dhidi ya wapinzani. Aidha, Albert Chalamila, mkuu wa mkoa haramu wa mkoa wa Dar es Salaam alinukuliwa akisema hivi, naomba kunukuu: nimesoma kwenye mitandao wapo vijana wenzetu makada wa vyama vya siasa wanaosema tarehe 29 mwezi wa 10 siku ya uchaguzi wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema wataenda kuchoma sijui vituo vya mafuta. Mimi naomba niwaeleze ukweli ndugu zangu wana Kongoe, kwa mji wenu wa Dar es Salaam uko salama kabisa. Uko salama sana. Wala msije mkaogopa kitu chochote. Hata kama wewe ndio unayetaka kufanya hivyo, hata wewe wala usiogope. Wewe kama unataka kufanya wala usiogope. Wala mtu asikutishe kwamba bwana wewe hacha wale wewe nenda tu ukajaribu kile unataka kufanya na kuthibitishia yani kabla hujapeleka mguu wako mbele lazima utakuwa umesali sala baba yetu mara 5, kwa sababu hii mambo ya mizaa tumekwisha kuchekeana sana.
Mwisho wa kunukuu. Si hapo tu, mara baada ya kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM, Stephen Wasira amenukuliwa akisema kuwa CCM itatawala milele hadi Yesu atakaporudi. Kauli hizo pamoja na kauli za kutisha zilizotolewa na wagombea wa CCM ikiwemo Samia Suluhu Hassan aliyesikika mwaka 2020 akisema kuwa askari wao hawakosei shabaha, wakilenga risasi moja haimkosi mtu. Na baadaye alipokuwa kiongozi wa serikali alisema kuwa eti kila mtu ale kwa urefu wa kamba yake, ila wao wanakula mpaka wanavimbiwa. Hiyo haikutosha. Ikaja kashfa ya kugawa bandari za nchi yetu kwa DP World, kampeni ya kuhamisha Wamasai kwa nguvu kutoka Loliondo na Ngorongoro. Wakamani hapo walishikwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana, na wengine walifanywa matendo ya udhalilishaji wa kingono. Aidha, wanaharakati kutoka Kenya na Uganda, Boniface Mwangi na Agatha Atuwaire, walichukuliwa kutoka vyumbani mwao katika hosteli ya Serena Dar es Salaam na kupelekwa kituo cha kati au kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye walifanywa matendo ya kinyama ikiwa pamoja na kulawitiwa na kuingiliwa kinyume cha maumbile, na baadaye kutupwa mipakani mwa nchi zao na Tanzania. Kamati kuu imetilia maanani na inapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mnamo tarehe 30 Aprili 2025, Padri Dr. Charles Kitima, katibu mtendaji wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alivamiwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana akiwa ameenda uani katika ofisi za Baraza la Maaskofu Katoliki TEC kule Kurasini, Dar es Salaam. Polisi bila haya wala soni wasema kuwa alikuwa amepata kinywaji. Hadi leo hii haujachunguza uharamia huo na nani alimpiga au kumfanyia matendo hayo machafu. Mambo yaliishia hapo. Si hapo tu, mnamo mwezi Septemba 2025, Padri Jordan Kibiki wa Jimbo Katoliki Mafinga alitekwa, na baadaye jeshi la polisi lilisema kuwa alijiteka kwa kuwa alikuwa na madeni. Ukweli ni kuwa alitekwa na kufanyia vitendo vya kinyama sana, na baadaye kutupwa Mbalizi, Mbeya, ambako eti ndipo alipokutwa. Aidha, Padri Camillus Nkati alitekwa na kuteswa vibaya sana katika mkoa wa Ruvuma. Alipatikana kwa jitihada kubwa sana za Kanisa Katoliki Jimbo la Songea, TEC na Wasamaria Wema. Lakini jeshi la polisi alikuona shida kusema kuwa lilipomhoji alikuwa alikabiliwa na msongo wa mawazo na madeni. Aidha, mtawa mtarajiwa kandidati Vestina Shikawa naye alitekwa na kufanyiwa udhalilishaji kule Mwanza, na hadi hivi sasa hakuna uchunguzi wote ulifanywa zaidi ya kukejeliwa na jeshi la polisi. Hayo yote hayakutosha, kwani mnamo tarehe 2 Juni 2025 msajili wa vyama vya hiari na kiraia katika Wizara ya Mambo ya Ndani alitangaza kufuta usajili wa Glory of the Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima. Askofu Gwajima alikuwa mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM. Alikuwa ametoa hotuba kama raia akipinga utekwaji na upotezaji wa watu. Badala ya kupongezwa kwa kupinga vitendo hivyo, kanisa lake lilifungiwa na jitihada za kupata utatuzi mahakamani zilikwama, kwani kesi yake ilifanywa kila aina ya danadana ili kumkomoa yeye na waamini wake. Tarehe 5 Agosti 2025, Ruaga Joelson Mpina aliyekuwa mbunge wa CCM Kisesa aliyehamia ACT Wazalendo na kupendekezwa na chama hicho kuwa mgombea wake wa urais, aliwekewa kila aina ya vikwazo, na licha kushinda kesi Mahakama Kuu bado alizuiwa kushiriki na tume hiyo isiyo huru ya uchaguzi kutokana na pingamizi la mwanasheria mkuu ambaye ni mteule wa Samia Suluhu Hassan. Alipokwenda Mahakama Kuu tena, jitihada zake zikagonga mwamba na alipokata rufaa kabla ya uchaguzi huo, hadi leo hii rufaa yake haijapangiwa wala kusikizwa na mahakama ya rufaa. Aidha, kamati kuu inasema uovu huu uliendana sambamba na kuiwekea zuio Chadema mnamo Juni 10, 2025, ndipo Chadema ikafungiwa na kunyimwa haki yake ya kufanya siasa. Licha ya uharamu wa amri hiyo, viongozi na wanachama wa Chadema waliitii na kusitisha shughuli zao zote za kisiasa na kuelekeza nguvu zao katika kesi hizo mbili, kesi na kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Hii haikulizuia jeshi la polisi mnamo tarehe 22 Oktoba 2025 mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara Mheshimiwa ndugu John Heche kwa siku 21. Hii iliendana na kuwashika na kuweka mahabusu na viongozi na wafuasi wengi wa Chadema katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Kamati kuu inasema mlolongo huu wa vitendo hivyo haramu vilivyotajwa hapo juu ambavyo vilitekelezwa na CCM chini ya John Pombe Magufuli na Samia Suluhu Hassan akili nzuri na
Matendo haya yote maovu ya CCM na Samia yasingeweza kuachwa na tume makini na yenye uweledi na yenye nia ya dhati ya kufahamu chanzo cha kweli cha mauaji hayo haramu ya kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025 kuwa ndiyo chanzo kikuu cha maandamano ya vijana hao wazalendo. Kwa kipindi chote tangu nchi yetu ilipoingia katika mfumo wa vyama vingi, CCM imekuwa ikipora chaguzi na wako tayari kuvumilia uporwaji na utoaji wa madaraka unaofanywa na genge la watu kwa mamlaka yote kutoka kwa wananchi na kuwa viongozi wa serikali watawajibika kwa wananchi. Kamati kuu inasema kuwataka wananchi waheshimu sheria za nchi. Wakati huo genge la watu wachache kupitia wana haki ya kukasirika na kuonyesha hasira zao dhidi ya uovu wote ule unaofanywa na serikali na genge la watu wasioheshimu demokrasia. Bungeni, ibara 32(6) inatamka na kutoa masharti ya utekelezaji wa mipaka ya utekelezaji wa ardhi utangazaji wa hali ya hatari kama ilivyotajwa katika ibara hii inatumika tu katika sehemu ya muungano ambapo hali hiyo imetangazwa. Kamati kuu baada ya kupitia ibara hiyo ya kamati imebaini kuwa hakuna sheria iliyotungwa na bunge ambayo inatoa haki kwa kamishna mkuu wa polisi kutumia sehemu ya madaraka ya rais ya kutangaza hali ya hatari kama iliruhusiwa ibara ya 32(4) na kuwa Kaminusu Wambura itangaza zuio la watu kutoka nje jijini Dar es Salaam bila kuwa na madaraka hayo kisheria. Aidha, kamati kuu imepata taarifa nyingi kutoka sehemu mbalimbali nchini kuwa amri hiyo ya zuio itumika katika sehemu hizo bila kuwepo tangazo maalum juu ya zuio kuwekwa rasmi katika sehemu hizo. Aidha, kamati kuu imebaini kuwa mauaji mengi yalifanywa baada ya kutolewa kwa amri hiyo haramu. Ni polisi, watu wa usalama wa taifa, askari wa KMKM na askari waliokuwa wakizungumza lugha ya Kiingereza chenye lafudhi ya lugha za Uganda ndio walikuwa. Kamati kuu inapenda kukumbusha Watanzania na watu wote kuwa ilipinga na inapinga kwa nguvu zake zote kuanzishwa kwa tume yoyote ile ya uchunguzi wote ule na Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM, kwani wao ndio watuhumiwa nambari 1 wa mauaji ya kinyama Tani. Mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan Novemba 2025, kamati kuu mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya jeshi mkoani Dodoma mnamo tarehe 3 mwezi wa Novemba 2025. Kamati kuu ilipinga wakati ule uamuzi wa Samia wa kusema kuwa ataunda tume hiyo ya uchunguzi. Alipounda, kamati kuu ilitoa tamko la kupinga kuundwa kwa tume hiyo. Tume hiyo ilikuwa imeundwa na mtu ambaye yeye mwenyewe ndiye anatakiwa kuchunguzwa. Aidha, Radhia Umsuya, huyu ni mdogo wake wa damu na Dr. Asharozi Migiro ambaye ni katibu mkuu wa CCM. Bi Stergomena Lawrence Tax, huyu alikuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa kuanzia katika utawala wa Samia Suluhu Hassan hadi tarehe 3 Novemba 2025. Mtu kama huyu ambaye wizara yake inatakiwa kuchunguzwa anawezaje kuwa mjumbe wa tume ya uchunguzi? Ikumbuke baada ya tume kuundwa ilipingwa na wahanga na wadau wengi, kwani wengi hawakuiamini na waliona kuwa ni tume ya kuficha ukweli na yenye lengo na nia ovu. Ni kanuni isiyohitaji ubishi kuwa mtu atakiwa kuwa hakimu au muamuzi katika swala linalomhusu yeye mwenyewe. Kwa Kilatini inasemwa nemo judex in causa sua, na kwa Kiingereza no one should be a judge in his or her own cause. Sasa unapokuwa na tume ya aina hiyo, je, unategemea kupata na kujua ukweli? Jibu ni hapana, na ndicho ambacho tume hii haramu ya Jaji Chande imekifanya. Kamati kuu vile vile imepitia kwa makini sheria ya tume ya uchunguzi na kujiridhisha kuwa Samia Suluhu Hassan hata kwa madaraka ya urais wa wizi na tume ya uchunguzi wa masuala ya mauaji na masuala ya uchaguzi, kwani kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya tume za uchunguzi na sura namba 32 ya sheria za Tanzania inasema hivi: kamati kuu imeamua kuambia Watanzania kuwa kile kilichofanywa na Samia Suluhu Hassan na genge lake
Kamati kuu licha ya kufahamu ubatili wa tume ya Jaji Othman Chande, imepitia hotuba ya mwenyekiti huyo na kuiona kuwa ni hotuba yake na wenzake walioamua kuuza utu wao na kufanya kazi ya kuficha na kupotosha ukweli ambao unafahamika kwa kila mtu Tanzania na dunia nzima. Walatini wanasema res ipsa loquitur, na kwa Kiingereza the matter speaks for itself, na kwa Kiingereza jambo linajieleza, na kwa Kiswahili jambo linajieleza lenyewe. Tume hiyo batili ya Jaji Chande imefanya kazi moja tu ya kuficha ukweli, kudogodesha matukio mabaya yaliyofanywa na Samia na jeshi la polisi na vikosi vingine vya usalama. Hata wanadaiwa kuwa mamluki kutoka nje ambao walifika na kuua watu kwa maelfu na si mamia, inatajwa na tume hiyo haramu na batili. Tume hiyo ilianza kampeni ya kuipigia chapuo kile ilichokiita ripoti, na mwisho kilichotolewa kwa umma ni hotuba. Tume ya mauaji inawezaje kufanya kampeni kwa kutafuta mashehe, wachungaji, maaskofu, wanasiasa, waandishi wa habari ambao hata kabla ya kuiona kusoma ripoti yake wanaamka na kusema kuwa wana imani na tume? Ama kweli kiwango cha watu kujiheshimu katika nchi yetu, tena watu wazima za maandamano yalitokea siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba 2025 na mauaji yalitokea kabla, mnamo na baada ya tarehe hiyo. Eti kauli za Oktoba za zone reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka na nyinginezo nyingi ndizo zilizochochea vijana wote wale kuandamana tarehe hiyo. Je, hao vijana hawakukerwa na hawakeri na kuvurugwa kabisa kwa mfumo wa uchaguzi nchini, na badala yake genge la watu wachache wamejipa mamlaka kupinga kuporwa kwa mamlaka yao ya kuwa wananchi ndio chanzo cha mamlaka, na kuwa serikali itajipatia mamlaka yake kutoka kwa wananchi? Wanakuwa wametenda kosa gani? Je, wao kupinga bandari zao kugawiwa kijanja kwa kampuni ya DP World, kupinga wanyama wao kuchukuliwa na kupelekwa katika nchi za United Arab Emirates na kuundwa kwa Serengeti ndogo katika nchi hiyo, hapo wanakuwa wametenda kosa gani? Je, vijana kupinga utamalaki kwa rushwa na ubadhirifu nchini na mabilioni yanayoibiwa kila uchao na viongozi wa serikali hii haramu ya Samia, kupinga kwa vijana kuuawa na kutekwa kwa watu kuna kuendelea bila kukomeshwa, huku kiongozi haramu kosa gani? Je, bunge linapogeuka muhuri wa genge la watawala kila aina ya kinga kwa genge hilo kuendelea kuifisadi nchi, je, wananchi waende wapi pengine isipokuwa kuingia mtaani? Je, pale chama halisi cha ushindani ambacho ndicho chama kikubwa cha siasa katika nchi yetu, Chadema, kinapozuiwa kufanya shughuli zake za siasa, huku msajili wa vyama vya siasa akishiriki katika kihujumu na hata kukataa kutambua na sekretari ya chama hicho, ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi hii? Pale kiongozi wa chama kikuu cha siasa nchini anaposhikwa na kubambikiwa kesi ya uhaini na wafuasi wake wakizuiwa kuhudhuria kesi yake na kupigwa na kudhalilishwa utu wao, je, ni ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi yetu? Je, kesi za kiongozi hiyo zinapoendeshwa kwa spidi ya konokono licha ya udhaifu wa afya yake, je, ni ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi yetu? Kamati kuu imeshtushwa kabisa na kitendo cha tume ya Jaji Chande kukosa hata kuzungumzia kwa namna yote ile kule kushikwa na kuwekwa ndani kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na jinsi kesi zake zinavyoendeshwa na matendo machafu yaliyofanywa na polisi na askari magereza kwa mwenyekiti Tundu, ni pamoja na wafuasi wake kupigwa, kutekwa na kutupwa huko Mabwepande na Ununio, udhalilishaji wa kingono na maungo wa viongozi wa chama na wanachama wa Chadema pamoja na vijana waliokwenda kuhudhuria kesi zake. Kamati kuu imeshangazwa kwa kutozungumzwa hata kidogo na tume hiyo haramu juu ya zuio la kanisa la Ufufuo na Uzima kufanya kazi yake kutokana tu na kauli ya kiongozi wake Askofu Josephat Gwajima kupinga utekaji. Kama tume inavyoweza kufumba macho kwa matendo kama hayo, unategemea nini kuhusu kile ilichosema kuwa imekifanya? Kamati kuu imesikitishwa na maelezo ya ajabu na yasiyoingia akilini kwa kama ingekuwa ni hivyo, basi watu ambao walifariki, idadi ambayo watu walifariki ingekuwa ndogo sana, lakini sivyo.
ilivyokuwa, kwani jeshi la polisi na vyombo vya usalama wao walitekeleza amri ya kupiga risasi ili kuua, shoot to kill. Hiki ndicho kilichoamuliwa na aliyetoa Kamati kuu imebaini kuwa licha ya kuwepo kwa kauli za kutoka kwa Samia Suluhu Hassan kumhusisha kwa namna yote ile Samia Suluhu Hassan katika hayo yote. Ikumbuke kuwa Samia ndiye alikuwa rais wakati ule, na kuna msemo maarufu wa rais wa zamani wa Marekani Harry Truman wa kuwa the buck stops here, akimaanisha kuwa lawama na mzigo wote wa utendaji serikalini unabebwa na rais. Kitendo cha tume hiyo haramu na upotoshaji ya Chande kushindwa kuchunguza mwenendo wa Samia Suluhu Hassan Tume ya Chande haikuzungumzia hata sehemu moja juu ya zuio haramu la Camillus Wambura ambalo baada ya kutolewa kwake maelfu wa Tanzania waliuawa. Huu ni ushahidi mwingine wa jinsi tume hii ilivyokuwa kazini kuficha ukweli. Tume hii katika kuwakejeli wa Tanzania kutokana na kutoaminika kwake, kamati hii kuu inasema tume hiyo haramu ya Chande iligeuza kuwa kitengo cha propaganda cha CCM. Hawa wakura wanawashangaa na kuwakejeli na kuwadhalisha wale wanaopinga wizi wa uchaguzi. Kiwango cha uozo wa maadili, moral decadence, nchini ya Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM ni cha kutisha sana. Uamuzi wa mahakama ya rufaa katika kesi ya Dr. Amani Walid Kaburu aliyekuwa mgombea wa Chadema katika uchaguzi wa mdogo wa jimbo la Kigoma mjini ulisema kuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ilikuwa inaongozwa na majaji wawili wa mahakama hiyo bado inatakiwa kufuata katiba na sheria za nchi, na kuwa ibara ya 74 ibara ndogo ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa kinga kwa tume dhidi ya kushtakiwa kwa matendo yake. Haimaanishi inalinda matendo yanayokiuka Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama tukio imezingatia hilo, inatamka kuwa wizi wa uchaguzi kwa matumizi ya vyombo vya usalama kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni ukiukwaji wa wazi kabisa wa misingi ya uchaguzi huru na wa haki inayotakiwa na ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mahakama kwa mujibu wa kesi ya Dr. Amani Walid Kaburu ina jukumu la kuweza kuchunguza matendo yote, haijalishi yao ifanywe na kuanzia rais hadi mtu wa chini hata wa tume anatakiwa kuchunguzwa. Kamati kuu inasema kuwa licha ya uharamu na ubatili wa tume ya Jaji Chande inatakiwa kuichunguza na kudai kuwajibishwa kwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, makamishna wote wa tume hiyo pamoja na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume hiyo isiyo huru kwa kusimamia wizi wa uchaguzi kinyume kabisa cha ibara ya 5, ya 8 na 21 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ya upungufu mkubwa ni pendekezo la kuunda tume nyingine ya uchunguzi wa kijinai. Kwa mtazamo wa haki na utawala wa kisheria, hatua hii inaonekana kama mbinu ya kuchelewesha haki, kwani haki hiyo iliyocheleweshwa ni haki. Sio tu kuchelewesha haki, tume hiyo haina nia hofu ya kuwabambikia kesi za jinai wale ambao inaishaonyesha mwelekeo wa kuwabebesha mzigo ambao walishaeleza katika hotuba yao kwa kuvitaja vichocheo kama vile no reforms no election. Kamati kuu imepitia matamko ya asasi za kiraia, wanaharakati, wasomi wa UDASA, TLS na vile vile mahojiano ya wakili Peter Madereka, kauli ya jana ya ACT Wazalendo na wanasiasa wa nchi mbalimbali ikiwemo maseneta wa Marekani na maoni katika mitandao ya kijamii. Kamati kuu imefarijika sana na kauli za watu na makundi hayo yote ambayo yamepinga kwa nguvu zote hotuba ya Jaji Mohamed Othman Chande. Hivyo basi kamati kuu inadai kwa njia pekee ya kufahamu ukweli ni kuundwa kwa tume ya kimataifa ya uchunguzi yenye sifa ya tume ya kijaji
kuweza kuchunguza na kuwabaini wale wote waliotenda maovu yote yaliyotokea kabla, wakati na baada ya Oktoba 29, 2025. Wale watakaokuwa na hatia watafungwa na kutakiwa kuwafidia wale waliojeruhi na kuwaua. Kamati kuu ilifarijika sana kuona kuwa jumuiya ya kimataifa na wanasiasa wa nchi mbalimbali walikataa kuitambua serikali ya haramu na mabavu. Matamko ya rais wa zamani wa Botswana Ian Khama, Thabo Mbeki Foundation, tume ya uangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU, SADC na Umoja wa Ulaya, pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, wote ambao waliutaja uchaguzi ule wa Oktoba 29, 25 kama udanganyifu mkubwa, kwani hakukuwa na uchaguzi huru na wa haki. Aidha, kamati kuu imeamua kuwatangaza kama mashujaa wa demokrasia ya kweli ya Tanzania wale wote waliojeruhiwa na kuuawa wakati huo wote wakipigania demokrasia. Kamati kuu inasema kuwa wale wote waliojeruhiwa na kuuawa wanastahili fidia ya haki na toshelevu. Kamati kuu inadai kurudiwa kwa uchaguzi mkuu. Kamati kuu imeazimia kuwa kama tume hiyo haramu imefanya kazi kwa kodi za wananchi, hivyo Samia aweke vyake vyote, na kwa kuwa kilichowasilishwa ni hotuba na sio ripoti, basi ripoti itakapowekwa hadharani, kamati kuu imeazimia itafanya uchambuzi wake kamilifu. Haki ya kuishi ni haki mama. Pale haki hiyo inapokiukwa, sababu za kukiukwa kwake haziwezi kuwa siri ya rais au watu wachache. Ikumbuke kuwa ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si tu inatoa hakikisho la haki ya kuishi kwa kila mtu nchini, bali pia inawatwika watu wote jukumu la kulinda uhai wa kila mmoja. Hivyo lazima kuwe na uelewa wa wote wa matukio ya ukiukwaji wa haki hii yaliyotokea kabla, mnamo na baada ya tarehe 29, 2025 yanawagusa wananchi wote, na hivyo ripoti ya uchunguzi wote ule lazima unaofanywa kuhusiana na mauaji hayo ya kinyama lazima iwekwe hadharani ili wananchi wajue nani ni mkosa, nani anatakiwa kuwajibishwa. Uhai wa Tanzania si mali ya rais au ya serikali. Kuhusu mchakato wa katiba mpya, kwa kipindi kirefu Watanzania wamepata matatizo makubwa yanayotokana na katiba tulionayo. Kamati kuu inasema kwamba Watanzania hawawezi kusubiri tena katiba mpya kwa kipindi kingine isipokuwa sasa. Kwa sababu hiyo, kamati kuu imeazimia kuundwa kwa kamati ndogo ya kamati kuu ili kuandaa mkakati wa kuamua mchakato wa katiba mpya. Kamati hiyo itakuwa na jukumu la kuandaa mswada wa sheria kwa niaba ya wananchi utakaoeleza utaratibu wa kuamua mchakato wa katiba mpya. Mswada huo utaeleza namna kura ya uamuzi ya referendum itakavyofanywa, chombo huru cha kusimamia kura hiyo. Aidha, kamati kuu imeazimia kuwa Chadema itawaongoza wananchi kutaka kuanzia sasa mchakato uanze na katiba mpya ipatikane mapema mwaka 2027 na si zaidi ya hapo. Imesainiwa na kutolewa hapa leo Dar es Salaam leo tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Asanteni sana. Kama kuna maswali yote au tumeshamalizana? Naona hakuna maswali, basi napenda kuwashukuru sana. Asanteni. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Tumemaliza session yetu ya leo mpaka tutakapowaita tena.